Tusikilize fungu kuu linalopatikana katika kitabu cha Luka 21 na ule mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Tuketi. Habari za muda tena. Habari za muda tena. Makambi UDOM West Social. Hii ndiyo theme ya mikutano hii. Nitakwenda nikimsubiri nani? Yesu. Niliwaambia kwamba tutakuja kuangalia vizuri kwamba kwa nini kuna hizi action mbili, kwenda na kusubiri. Kwa nini ni za muhimu sana hapo? Lakini jana na leo tunahangaika kufahamu hii ambayo imechukua mzigo mkubwa wa hii theme ambayo ndio hiyo Luka sura 21 aya 28. Na hiyo ndio inayobeba kabisa theme ya mikutano hii. Lakini hiyo aya haikuja ikiwa imejitenga na uniform yote ya Luka 21. Jana niliwaeleza ya kwamba inahusishwa na siku ile Yesu alipozungumza habari hizi siku ile ya Jumanne. Na akizungumza haya mambo utayaona kwenye kitabu cha Mathayo, utaona pia kitabu cha Marko, na utaona hiyo kwenye Luka. Kwa hivyo hicho ndio kinachofanyika hivyo. Na leo pia nakumbuka tutatoa pia kwa ajili ya wageni wetu waliotutembelea leo, na siku zote tuliwaambia tunafanya hivyo. Tunatoa zawadi kwa ajili ya wote kwa mara ya kwanza waliopata nafasi ya kuabudu pamoja nasi. Halafu tusisahau pia ya kwamba nitaweka nafasi ya kutosha kwa ajili ya muda wa kuzungumza na Mungu, ambao ni fursa ya sala. Katika maisha haya tunayoishi yanadai kwa dhati kabisa maisha ya sala. Kwa hivyo nitapata nafasi hiyo ili tuweze kupata nafasi wote kwa ajili ya sala. Lakini niliwaeleza pia ya kwamba nitapata nafasi ya kutoa nafasi hiyo kwa ajili ya walio na swali kwa somo lililotangulia. Kwa hiyo wakati waliofika pamoja nasi kwa mara ya kwanza leo, yani hawakupata nafasi jana, lakini leo wamepata, na ni wageni katika mikutano hii, na leo ndio wamefika. Niwaalike muweze kufika tu hapa. Jana tulitoa zawadi kwa wageni pia ambao ndio walikuwa wamefika siku ya jana. Lakini ikiwa wewe ndio leo pia ndio umefika leo na uko hapa, tafadhali njoo tu hapa. Tunayo zawadi ya kumbukumbu kwa kujali kwako kuhudhuria katika mikutano hii. Hebu njoo tu tafadhali tuweze kupeana zawadi hii. Wewe wakati huo wale ambao wana maswali kwa ajili ya somo la jana ambao tulikuwa tunasema maisha katikati ya hofu. Wana maswali katika somo hilo la jana. Watajiandaa. Ili tukimaliza tu hapa basi tunawapatia nafasi waulize maswali yao. Na niliwaambia pia kwamba Mungu akinijalia saa 12 nitakuwa nafika hapa. Kwa wale ambao ni muhimu kabisa wangetamani tuweze kukutana kwa njia ya mashauriano na sala, saa 12 jioni huwa nakuwepo hapa. Hata leo nimefanikiwa pia kufika saa 12. Kwa hiyo karibuni sana watu wa Mungu, kwa kujali kwenu katika
katika ubize mwingi muhimu kabisa katika kusoma kwenu, lakini pia mmepata nafasi ya kuja na kusherekea pamoja nasi katika mikutano hii. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Asanteni sana, karibuni sana. Wale ambao ndio leo kwa mara ya kwanza ni wageni wetu katika mikutano hii na wametufikia hapa. Ikiwa yupo ambaye anahitaji rafiki yake pengine ili aweze kuja naye apate zawadi, amekuja ni mara ya kwanza na hajapita hapa na unamfahamu, pengine unaweza ukamwescort. Alafu tunataka tuombe ombi la shukrani. Okay. Asanteni sana. Basi tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya watoto wako hawa na unaowapenda mno na namna wanavyokupenda na kukuitikia. Wametenga kando shughuli zao muhimu za kusoma ili watumie hata huu muda tu kusikiliza mapenzi yako na kukuabudu sisi sote tukiwa wanadamu uliotuokoa. Uwabariki na ukajaze haja ya mioyo yao na uwafanikishe katika ratiba ya kusoma kwao na wakaweze kupata ushindi. Tunaombea afya zao na asante kwa usikivu wa kusikia neno lako pamoja nasi sote katika jina la Yesu, amina. Mungu awe nasi tunaporudi kuketi na kusikiliza pia jioni ya leo. Asanteni sana. Wale walio na maswali kwa somo la jana, kama una maswali kwa somo la jana ambayo ilikuwa ni sehemu ya kwanza tulioiangalia, lakini inayohusu hasa maisha katikati ya hofu,
maisha katikati ya hofu. Sasa leo tunakuja na somo maisha katikati, lakini ya nini tutakuja kuangalia. Kuna ambaye somo la jana alipata swali? Okay. Asanteni sana. Jioni hii ya leo nawakaribisheni kusikiliza somo la leo, kwa sababu haya inasema, nanyi myaonapo yaanzapo hayo kutokea, 1, changamkeni; 2, mkainue vichwa vyenu, sababu ukombozi wenu umekaribia. Hiyo ndio neno ambalo linatoka kwenye Luka sura 21 na ile aya ya 28. Kwa hiyo inatulazimu kuyaona hayo anayosema, muyaonapo hayo yaanzapo kutokea. Kwa hiyo inabidi kabla hatujaenda huku tuyaone hayo ni nini, hayo yaanzayo kutokea. Kwa hiyo jana tuliona, tukaangalia upande wa majanga ya asili aliyoyataja, tukaona hali ya kisiasa anayoitaja, tukaona upande wa tabia za wanadamu zitakavyobadilika, na sasa tunaingia sehemu ambayo inatupeleka ili tuweze kuona kwa kina zaidi, kwa sababu amekwisha tuambia mnapoyaona hayo yakianza kutokea, ninyi itikieni namna hii. Basi tuombe. Mungu wetu, asante kwa utulivu jioni ya leo. Nawe ukatukuzwe kwa kila moyo wa anayekusikiliza, kwamba tuko hapa au tuko mbali tukijiunga katika mitambo hii ya mitandao ya kijamii, sote tunahitaji baraka zako na neno lako likatutakase, katika jina la Yesu Kristo, amina. Maisha katikati ya udanganyifu. Niwaambie kitu cha pekee kabla sijaingia hapa. Maisha katikati ya udanganyifu. Jana tuliona habari ya njaa, habari ya matetemeko, habari ya vita, habari ya magonjwa, na akatuambia msitishwe na hayo, maana hayana budi kuja. Kwa maana tuliangalia katikati ya hofu. Kutishwa ni kitu kinacholeta hofu, ndicho tulichokiangalia. Kwa hiyo tunaishi katika ulimwengu uliojaa hofu. Na kwa nini hofu? Kwa sababu yanayotuzunguka yanatishia kuishi kwetu. Ingelikuwa maisha hayaguswi, lakini haya matukio yanatokea, tusingekuwa na hofu, ila yanaporuhusiwa yanafanya kutishia maisha yetu. Kwa hiyo akasema msitishwe na hayo, yasiruhusiwe kuleta hofu maishani mwenu, kwa sababu hayana budi kutukia. Maana yake hata ukifikiri chochote, ni kama mtu leo akuulize, mtu anasema unaogopa kufa? Naogopa kufa. Lakini swali linabaki, hata uogope utakufa. Mna habari hiyo? Biblia inasema walio hai wanajua. Yaani hata wewe unajua. Yaani ndio Biblia inaeleza, walio hai wanajua kwamba watafanyaje. Labda kama na wewe umeamua kuwa utakuwa hai, ila kwa sababu unavuta wewe oxygen na una akili timamu, unajua. Ndio maana ukiugua unaanza kuona kuna kahofu hivi. Kwa nini? Unajua utafanyaje. Hao vijana wanasema kufa sawa, ila sasa kubaya ni kutangulia. Sasa unajua kutangulia, ingekuwa mtu anatangulia halafu huku maisha yanaendelea. Maana hakuna mtu aliyekufa miaka 10 iliyopita halafu wanakuuliza marehemu ana miaka mingapi? Kama alikufa na miaka 30 alafu nasema miaka 10 imeshapita, sasa hivi marehemu ana miaka 40. Unaweza kujibu hivi? Hakuna. Kwa sababu aliyekufa hana time.
anaitwa delayed, amechelewa. Ndio maana yake hana muda. Mtu akiishi kwa sababu yuko hai, ndio maana ana muda. Ndio maana hatuwezi kusema marehemu alikufa na miaka 30, imepita miaka 10, sasa hivi ana miaka 40, kwa sababu hana time, hana muda. Ndio tafsiri yake. Kwa hivyo watu walio hai wanajua watakufa. Ingelikuwa malaria ikija hakuna anayepata hofu, ingelikuwa inakuja ugonjwa wote hakuna anayejua atakufa, hofu isingelikuwepo. Lakini kwa sababu tunajua tutakufa, tunaelewa kwamba hii ni mojawapo ya chanzo kinacholeta kifo, kinasababisha. Kwa hiyo ndio maana hofu wakati fulani inatukuta sisi. Kwa hivyo tukaona hayo yote hayo, Yesu akatuambia kitu cha pekee na tuliangalia jana. Lakini nataka kabla sijaenda kuangalia hiki ambacho tunaenda kuangalia sasa hivi jioni, tuone, kwa sababu tunaishi kwenye ile inaitwa social upheavals, ile instability of the society, zile commotion zinazotokea, demonstration and strikes ambazo zinatokea katika jamii kwa sababu ya habari ya equality inapokuwa shaken, katika upande wa dhuluma inapotokea, violence katika ukatili, na movement zozote hizo upande wa tabia zinapobadilika za watu. Na ndio maana usipoangalia Mkristo unaweza ukaikuta ukaingia kwenye ile kundi la activists, wale watu wanaitwa wanaharakati. Watu wanaharakati. Na ni rahisi sana, kwa sababu wanaharakati maana yake ni mtu anayetafuta kuleta equity, kuleta equality katika jamii. Watu ambao wanaonekana minority alafu wanasafa, alafu watu fulani wanafurahia watu kwa nyanyasa. Kwa hiyo nasema anataka arete yule uhuru wao, wanakuwa wanaharakati. Lakini ukisikiza Biblia haitii moyo wa Kristo kuwa wanaharakati. Kidogo ni takujaga kuieleza siku moja, haina habari kabisa na hilo jambo. Badala yake Yesu anatueleza tunawezaje kuitikia katika mazingira ya katili kama hayo. Tunawezaje kuitikia? Tunafanyaje katika hayo? Kama wenzetu walifanyaje? Maana ndio inabaki. Tuna sehemu ya kurifa. Do we have reference? Kama tuna reference, maana we are safe. We can follow the same trend. Lakini kama hatuna, na tutasema sasa tunafanyaje? Kwa sababu Yesu alieleza tunaweza kufanyaje. Hebu nenda kwenye kitabu hiki cha Injili ya Luka. Kwenye Injili ya Luka 21, alafu hebu soma ile aya 21. Kwa hiyo amesema nini hapo Yesu Kristo? Amesema kitu gani hapo? Luka 21:21 inasema. Inasema ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Walioko Uyahudi wakimbilie milimani. Na walio katikati yake wakimbilie nje. Walioko katikati watoke katikati wakimbie nje. Na walio katika mashamba wasiuingie, wasirudi mjini. 22. Akomea tu hapana. Unajua nini anachokizungumza Yesu? Anasema free from that environment. Anasema kimbia mazingira hayo. Unajua anawaambia wanafunzi wake ya kwamba mnapoyaona hayo, ninyi mkiyaona hayo, kimbieni kutoka kwenye matatizo. Ndicho anachoeleza, kimbieni. Lakini kingine ambacho anatueleza yeye mwenyewe, kwani wanifanyaje kitu gani pale? Anaeleza Yesu mwenyewe ni shahidi, ameyapitia hayo, na alitueleza hata alipokutana na ile mobu iliyokuja kumkamata. Wakati Petro anachukua kisu, anamwambia rudisha upanga, kwa sababu hiyo sio njia tunayopaswa kuifikia. Yaani Biblia inatueleza sisi tunapaswa kurespondi kivipi. Hatupaswi kukimbilia kwenye changamoto, badala yake tunapaswa kutoka kwenye hiyo changamoto. Hatupaswi kuwa wanaharakati, hatupaswi kuwa watu wanaoendelea kuleta kuchochea ili jamii endelee kuumia na kulia. Hatupaswi kuwa katika hayo. Kama tunaweza kuyakimbia, maana yake hatupaswi kuyaishi. Ndio maana nikaeleza ya kwamba katikati ya haya tunayoishi, yanayotia hofu, yanayoleta unyanyasaji, yanayoleta ukatili, tunawezaje kuitikia? Yesu anatueleza ama tunakimbia, au maana yake tunakimbia kwa maana yake hatuhusiki kuleta maumivu kwa wanadamu, kunyanyasa wanadamu. Ndio maana tunayakimbia hayo. Tunakimbia hayo. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na tabia zinazoumiza wanadamu wenzetu. Tunayakimbia hayo, lakini wakati wa sisi wenyewe pia tunajiondoa kwenye hayo. Hicho ndicho Yesu anachotueleza.
Kwa hiyo usije ukapata hasira, ukaumuka, ukaona hapa na nyasika hapa, ngoja niingie kazini ni pambane nayo. Na usisahau Yesu alisema hayana budi kutokea. Kwa hiyo hauwezi kufight against. Fighting yake ni hii: unaishi tabia ambayo haileti maumivu kwa wanadamu. Na hiyo ni nyingine, ni hii tu anayosema ni habari ya upendo, kwa sababu Biblia inaeleza upendo wa wengi utapoa, lakini wale walio na yeye hautapoa, badala yake utaendelea. Kwa nini upendo? Kwa sababu Biblia inaeleza upendo haumfanyii mtu yeyote baya. Kwa hiyo wakati kwa wengine unapoa, wewe uliye na Yesu hautatendea mwingine yeyote baya. Ndio Biblia inavyoeleza. 2, wakati unataka kutendewa baya, jiondoe kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo ndio maana swali la wanaharakati halikubaliki katika maandiko matakatifu kwa aliye na Yesu Kristo. Hatuwezi kudemonstrate katika maisha haya kwamba tunataka haki zetu, hapa lazima tunasimama, lazima tunatetea. Kwenye Ukristo haitetewi namna ile. Ukristo haufanyi namna hiyo hata siku moja. It's the only religion we have ambayo haiwezi kustrike. It's only Christianity. Ni mpaka unapoiacha Ukristo. Maana sasa hivi kwenye ulimwengu tunaoishi hayo yako karibu sana, muda wote tu hali ya hewa inabadilika, ila Yesu ametuambia hatupaswi kufanya hayo. Kama umeelewa, nyosha mkono. Haleluya. Kwenye historia yote ndani ya Biblia, kuanzia mitume wenyewe, nenda kwenye historia mpaka leo, utaona mahala popote Wakristo walipopambana katika vita ya kimwili, kwa sababu haki zao zinaharibiwa, kwa sababu hiki na kile kinachafuliwa. Hakuna mahala popote Wakristo waliwahi kufanya hivi. Nowhere. Ile tunayosoma kwenye historia kwenye Biblia, ambao unakuta kuna demonstration ya Ukristo, ambao unaona wanachukua upanga wanaenda kupambana, ukisoma kwenye Biblia unasema hamna. Wanasema Israeli ya kale mbona walikuwa wanapambana na mataifa? Hawajajua kwa nini Mungu aliruhusu hicho kitu wakati ule, kwa sababu that was the only, yani kuna jambo ambalo watu wanasema Agano la Kale Israeli walikuwa wanaenda kupigana vita bwana, alafu Mungu anakuwa anawashindia. Kwa hiyo wanaingia kwenye jambo hilo. Tunasoma kwenye historia, katika historia ya kanisa la Kikristo, kuna wakati Wakristo walichukua silaha wakipambana, lakini Kristo alisema no, hatuwezi kufanya hivyo hata siku moja. Sisi tunapambana kwa kuishi tabia na kutenda matendo mema kwa watu, lakini pia na free from such environments. Ndicho ambacho nakiona kinazungumzwa pale. Sasa wakati Yesu anazungumza hayo yaanzapo kutokea, baada ya kuyaona yale ambayo yanahusu mazingira, majanga ya asili, hali ya kisiasa, habari ya njaa, habari ya magonjwa, leo ninahitaji tu uone kwa hakika ndicho alichoanza nacho. Fungua Luka sura ya 21 alafu usomele aya ya 8. Luka 21 aya ya 8. Maisha katikati ya udanganyifu. Hebu soma. Akasema, angalieni msije mkadanganyika. Msije mkadanganyika. Ndio kitu cha kwanza kabisa. Maana walipomuuliza tuambie mambo haya yatakuwa lini, nao dalili ya mwisho wa dunia, mwisho wa kuja kwako na mwisho wa dunia, alichoanza nacho, hii inaitwa the first warning ambayo Yesu alianza nayo. Alisema hivi, beware, jihadhari, kwa sababu kuna kudanganywa. Ndio la kwanza kabisa, ndio warning number 1, onyo la kwanza kabisa ambalo Yesu alianza na wanafunzi wake, na ataanza na wewe, ataanza na mimi. La kwanza, hakuanza na njaa, hakuanza na vita ya kisiasa, wala hajazungumzia magonjwa kama la kwanza, wala matetemeko. Analotupatia tahadhari la kwanza ni hili: kutakuwa na udanganyifu. Kwenye yale mengine ya njaa, vita, magonjwa, majanga ya asili, alisema tu hivi, msitishwe, fear. Ila kwenye hili ametumia lugha tofauti kabisa. Sikiliza vizuri. Anasemaje msomaji? Anza tena hiyo aya hiyo. Inasema, akasema, angalieni
msije mkadanganyika, msije mkadanganyika. kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wangapi? Wengi watakuja kwa jina lake. Maana yake nini? Sikiliza, yana anachokieleza hapa, udanganyifu utakaoletwa utaletwa na sio watu wachache. Watu wangapi? Wengi. Na wadanganyi hivi hivi wanakuja kama wanaomwamini Yesu, kwa sababu wanakuja kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Yesu anachokieleza hapa, udanganyifu mkubwa wa dunia hii uko katika matumizi ya dini ya Ukristo. Nisikilize vizuri kidogo hapo, kwa sababu Yesu amekwisha kueleza kabisa na nini anachokisema pale. Malizia hiyo aya. Wakisemaje? Mimi ndiye. Mimi ndiye. Tena majira yamekaribia. Majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Msiwafuate. Kwa nini anasema hivi? Halafu wengi, halafu mtadanganyika hao. Kwa hivyo kitu anachokieleza namba moja ambacho anatoa warning, deception, udanganyifu. Deception hii inafanyikaje? Watasema mimi ni Kristo. 1, 2, tena majira yamekaribia. Kwa hiyo inahusisha mambo ngapi? Mawili, ambayo yote mawili yako kwenye neno moja. Nilikuwa natafuta kwa Kiswahili, sijui tunaisemaje. Kiswahili wanatumia tu neno bandia, lakini Kiingereza wanatumia neno counterfeiting. To counterfeit maana yake unakileta kitu, ukikiangalia yani unaamini kabisa ndio chenyewe. Yani hata kama unanunua mpaka unaenda nacho nyumbani, unajua nimenunua kile kabisa chenyewe. Baadaye unagundua wala sio chenyewe. Ndio inasikia hiyo inaitwa counterfeit, bandia. Ila ukiangalia mfanano, ukiangalia kila kitu unaona ni chenyewe kabisa, kumbe wala sio chenyewe. Sio chenyewe, ni bandia kabisa, sio chenyewe, ni kitu kingine. Na hii inamaanisha nini? Inahusu kwenye mind, kwa sababu udanganyifu ina involve reasoning. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaenda kwenye the seat of our being, kiti cha enzi cha mwanadamu, yaani mahali ambako ndio mwanadamu yuko kabisa pale. Hapa ndipo ana inject kabisa udanganyifu, mpaka mimi ama wewe unaamini hiki ni chenyewe. Counterfeiting. Na anaeleza ni deception, but how? Anafananisha. Kwa hiyo ukiangalia unaona ni chenyewe, mpaka unakiaccept, unakinunua, unakibai. Kama ni idea una-accept mpaka inakuwa sehemu ya maisha. Lakini kumbe sicho, ni uongo. Ndicho anachokieleza. Kwa hivyo udanganyifu wa kwanza unaotajwa, Biblia inaeleza utahusishwa Yesu ni nani. 2, unahusishwa time frame. Angalia vitu viwili hivi. Moja inahusishwa yeye, mimi ni Kristo, kumbe sie. Anachomaanisha ni nini? Watu watafundishwa kiende kwenye reasoning, halafu waseme huu ni ukweli. Kwa hiyo jambo baya kabisa wakati ambalo Yesu anatahadharisha ni yanayodhaniwa ni mafundisho ya ukweli, halafu sio ukweli, ili atuelekeze kujua huyu ni Yesu anazungumza, kumbe sio Yesu anayeongea. Sio yeye. Sasa Mathayo na Marko wameyataja matukio 4 kwa kufuatana kabisa. Luka yeye ana misi mojawapo la time of tribulation, kwenye upande wa ana misi kuhusiana na wakati wa dhiki, ama saini ya upande wa tribulation ama dhiki.
ingawa ameitaja indirect, lakini hawa Mathayo na Marko wameenda kwenye hiyo sequential manner. Yani wanaanza kabisa hivi, unaona kusoma kwenye Mathayo, unaona kusoma kwenye Luka, unaona ni Marko, lakini ile la tano ndio wanakuwa pamoja wote, Mathayo, Marko na Luka. Sasa inapofika kwenye hii deception, to deceive, maana yake wana click kwenye mind, na wanaifanikishaje hiyo mind? Wanafanya kuleta bandia, na mimi ninachagua, ninapiki kabisa, najua ndicho chenyewe, kumbe sio chenyewe. Na ameeleza hivi, watakuja wengi na watadanganya. Wanadanganya kuhusu fundisho, 1, 2, kuhusu time, majira yamekaribia. Kesho nitawapitisha kwenye hicho kitu, muone habari ya time, ili uone, kwa sababu wametumia neno linaloitwa kairos, na Greek ina maneno mawili yanayohusu time, kairos na chronos. Ndio from the word chronos tuna neno chronicles, au ambao ina maana sequential time, kutoka muda huu mpaka muda ule, sema chronology. Neno asili yake neno la Kiyunani ambalo linaitwa chronos, lakini akitumia neno kairos, opportunity time, present time, now. Kwa hiyo hii ni muda. Kwa mfano, what time is it right now? Ukisema sasa hivi ni saa fulani, hiyo ni kairos. Lakini ukisema kuanzia mwaka 2005 mpaka 2013, hiyo tunasema ni chronos katika Greek word. Sasa Yesu ametumia, watazungumzia juu ya majira yamewadia. Neno majira pale ni kairos, time frame, exact time. Kwa hiyo inazungumzia udanganyifu uko kwenye teachings, upande wa doctrines, kuhusiana what to believe, the teachings and the practice of a human being. Kuhusiana mafundisho, Biblia inasema nini kuhusiana mafundisho? 1. La pili, kuhusu time frame, habari ya time of the coming of Jesus Christ. Ndio maana nikasema kwanza ngoja kuiangalia vizuri, kwa sababu leo kuna habari nyingi sana. Yesu anakuja 27 na ama 31st. Kwa hiyo anasema Yesu anakuja 2027, anasema anakuja 2031. Tutakuja kuangalia in short, lakini ameitaja watatouch time, na tutakuja kuangalia. Ndio maana mtu yeyote akikwambia Yesu anakuja 27, anakuja 2031, unajua tayari. Hata angelileta kikokotoo akakifanya hapo, ukaona anajikunja na nini na nini, Yesu alishasema mojawapo ya mambo watakayotumia kudanganya, kairos of his coming, muda, time ya kuja kwake. Sasa kwa sababu hiyo kesho tutakuja kuiangalia, niruhusu tu uweze kuona jambo hili analozungumza. Nenda kwenye Mathayo ile sura ya 24, kwa sababu ndio pia anazungumza habari hizi. Ni sura hiyo kama unavyoona, Luka 21, Mathayo na yenyewe ni sura ya 24. Sasa kwenye sura ya 24 usome mstari ule wa 4 alafu na wa 5. Mathayo 24 mstari wa 4 inasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Sikiliza neno hilo, asiwadanganye mtu. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wengi kwa jina lake watakuja, wanajiita nao wametumwa na Kristo. Wengi watakuja kwa jina lake wakisemaje? Mimi ni Kristo. Ndio. Nao watawadanganya wengi. Watakaodanganywa ni wangapi? Kwa hiyo wadanganyaji ni wengi, watakaodanganywa nao ni. Tutapita kidogo kwenye mifano, kwenye examples. Tutakuja kuangalia kidogo examples. Yesu anatueleza watakaodanganya ni wengi. Halafu pia anatueleza hivi, watakaodanganywa nao ni wangapi? Ni wengi. Na hapa haina cha msomi wala haina cha mtu mwenye cheo. Nitawapatia mfano muweze kuelewa. Wanawezaje kudanganya watu wengi kiasi hiki? Maana ndio swali ambalo linakuja pale. Mstari wa umemaliza mpaka mstari wa 5? Nenda mstari wa 11. Mstari wa 11 Biblia inasema, na manabii wengi wa uongo watatokea. Manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na watadanganya wengi. Ndio Biblia inavyoeleza. Manabii wengi wa uongo watatokea. Na hawatatoka bure,
watadanganya wangapi? Wengi. Nenda mstari wa 23, 24, 25. Hebu soma. Biblia inasema wakati huo mtu akiwaambia tazama, ndio Kristo yupo hapa, ndio, na yuko kule, msisadiki. Msisadiki. Na unaona sasa, wakiwaambia Kristo yuko hapa, wala wakawaambia yuko Lubumbashi, msifanye nini? Ndio siku zote. Ndio maana ukishajua ukweli huu, hautahangaika eti Yesu ametokea Kenya. Haitakusumbua ukisikia ametokea Kongo. Hata ukituambia amepatikana Yudom. Kwa sababu kuja kwa Yesu hatutangaziwi na mtu. Na cha ajabu hatutangaziwa na Al Jazeera wala BBC. Na Biblia inaeleza, maana wakati Yesu anataka kuja, kazi zote za wanadamu ndio zitaanza kuteketea. Maana yake hakuna reporting yoyote itakayofanywa na mwanadamu ama human device. Hakuna atakayejulisha mwingine, ila yeye mwenyewe ndio atakayejitangaza yeye mwenyewe. Kwa hiyo ukiambiwa unajua Yesu amepatikana kule Kongo, unajua huyo ni Yesu wa Kongo. Ngoja wabaki naye. Wakiwaambia amepatikana Tanzania, hapo sasa ujue saa hiyo wewe ubaki kuwa Mtanzania ambaye unaamini Yesu hajakuja Tanzania. Hawezi kabisa. Anasema watafanya hivyo. Soma msomaji. Fungu la 24. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Ndio. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Ishara kubwa na maajabu. Wapate kuwapoteza. Watatumia nini? Ishara na nini? Maajabu. Signs and wonders. Ngoja sikize vizuri. Hawa ndio mkalisema hivi, wanawezaje kudanganya wengi? Anasema wana appetizer moja muhimu sana. Ipi? Watatumia ishara. Halafu na nini tena? Maajabu. Hizo ndizo silaha za kufanya reasoning yangu iseme of course, exactly, these are the people of God. Ndio leo nikajua, kumbe ndio sababu. Kumbe wanatumia ishara, halafu ni za uongo, halafu maajabu ya uongo. Bila hivyo hawawezi kuinvolve mind zetu. Kwa hiyo lazima wafanye kitu, maana simeino ambayo ndio ishara ambayo maajabu yanayotajwa pale ni kitu kinachofanyika ambacho ni nje ya uwezo wa kibinadamu. Na unapoona najua huu ni uwezo wa Mungu. Kumbe hapana. Soma usikie, endelea kusoma. Biblia inasema ndio wapate kuwapoteza kama yamkini walio wateule. Hapa ndio kuna hatari ya ajabu. Hata wale wanaoitwa wateule yamkini ikiwezekana wapotezwe. Maana yake nao waamini uongo. Endelea kusoma. Tazama, ndio nimekwisha kuwaonya mbele. Nimewaonya tayari kabla. Basi wakiwaambiaje? Yuko jangwani, msitoke. Msiende. Yumo nyumbani, msisadiki. Msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki mpaka wapi? Ukaonekana hata magharibi, ndivyo hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Sasa ninyi wenyewe ni mashahidi. Na ni Ukristo huu unaosema ukiona umuone mwingine nyumbani mnakula, ukashangaa aonekani, usipate shida. Ameshafanyaje huyo? Mimi nawauliza kama ni dereva hafu gari iko kwenye spidi za 80, mara ghafla dereva ametwaliwa. Yaani unajua, yaani kuna vitu unasikia mtu anahubiri mpaka unasema da. Na naamini kabisa kuna unyakuo wa kisiri. Yesu anasema nimekwisha waonya mbele. Mimi kuja kwangu ni kama umeme unaotoka mashariki mpaka magharibi. Maana yake ni something that will be seen. Itakuwa ni visual, itakuwa ni audible, something you see, something you hear, something you feel it. Sio kitu cha kusema tayari hayupo, ameshaenda huyu. Lakini Ukristo huu, baadhi yao wanaosema maneno hayo kwamba ukiona fulani hayupo usipate shida, mwenzako ameshafanyaje?
ameshaenda. Na watu wa Mungu wanaamini kabisa, mpaka na nyimbo wametunga za kutwaliwa kimya kimya. Yaani rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aje hapa kimya kimya. Huyo ni rais ama ni mtumwa? Rais tunatangaziwa. Leo anakuja mfalme wa dunia nzima eti ananyakua watu kimya kimya. Jamani. Yesu amesema nimekwisha kuwaonya mbele. Kwa hiyo kinacho nini? Mafundisho ndio unayaona hapa. Lakini jambo la pili, ishara na maajabu. Watadanganya wengi. Ile neno kudanganya inaitwa plano. The Greek word. Plano maana yake to seduce, to engage the mind, to think it is true while not. Kwa hiyo atafanya vitu vya kuengage our thinking ili uone kabisa kwamba ni chenyewe, kumbe sio chenyewe. Na anatumia nini? Signs and wonders. Na ndio maana ukiona wewe na mimi tuko hapa unafurahia sana ukisikia njoo uone miujiza ya Yesu, maajabu ya Yesu. Mimi nawaambia kitu kimoja tu hivi, wewe nendo uangalie, kuna televisheni zina Wakristo asubuhi mpaka jioni ni miujiza tu, ni miujiza tu. Sasa unasema mafundisho yakiguswa ni kidogo tu, lakini miujiza. Unaona watu wananyanyua magongo hivi kama washabiki wa mipira. Ya sasa unajiuliza nini? Na ninyi wenyewe ni mashahidi, mko hapa. Kama hao watu wana uwezo wa kufanya hivyo, tunawatazamia waende Benjamin Mkapa Hospital. Mnisikie vizuri. Kwa nini hawaende hospitalini? Wanasema ni imani ya mtu mpaka waje. Tunakutaka wewe uende because Jesus visited the sick. Kwa nini Kwa nini hawawezi kufundisha Biblia iwe tu njoo upokee muujiza wako, njoo upokee muujiza wako, njoo upokee? Unaopokelea barabara gani? Ndio kwa sababu watu wamekuwa activated. Kwa hiyo Ukristo imekuwa signs and wonders. Na kesho tutakuja kuangalia jambo hili, kwa sababu hii tutachokiona kwa sasa ni cha mtoto. Kwa sababu hicho anachokifanya si signs ya kweli, ni uongo. Kumbuka anadanganya. Na kama anadanganya, unakiona kabisa kinafanania, kumbe sicho. Ninyi mkitaka kuelewa ukweli anaofanya, Ibilisi ni wajabu sana. Wakati amemkutana na Mungu, anamwambia natoka huku na huku zunguka. Mungu akamwambia umemwona Ayubu? Anasema wewe si umemwekea uzio, umempatia familia, umempa mali na nini, uviondoe uone kama Ayubu atakuabudu. Mungu akasema hamna, sio kwa sababu ya vitu hivyo, nenda uondoe. Alipotoka akaenda kuviondoa. Lakini ona alivyoondoa, alifanyaje? Eti wale wachungaji wanaona ni majeshi ya Wakaridayo. Na hakuna cha Wakaridayo, ni Ibilisi mwenyewe. Mara moto wa Mungu umeshuka kutoka wapi? Hapa kuwepo na moto, ni yeye mwe. Kwa hiyo umekula wale, mtumishi mmoja analeta habari, moto umeshuka kutoka juu mbinguni, ili tu Ayubu achonganishwe na Mungu. Hakuna cha moto, ila unapata joto lote, unaona kabisa ule mwali wa moto unawaka. Hakuna cha moto unaowasha kiberiti wala nini. Ni Ibilisi mwenyewe ndiye anayefanya uonekane ni moto, hakuna cha moto. Na kwa sababu ni evil, foreign angel, lakini bado uwezo ule anautumia kudanganya. Na sasa unaniambia pastor, mimi niliona shangazi alikuwa kabisa na kidonda, ameenda hospitali, wanapima, wanaona ni saratani. Miaka na kule wanakuwa natibiwa kule hospitali. Sasa mtumishi wa Mungu alipomuombea, mambo yakawa shwari. Kesho nitakueleza kinachofanyika ni nini. Hakuna cha saratani wala kitu chochote pale. Kesho utakuja kuelewa. Hakuna chochote, kwa sababu Ibilisi anafanya signs and wonders ambazo ni fake. Na unajua ikitokea hapa Yudomu, tuseme tu kweli tuko hapa, halafu akahubiri hapa, mhubiri hapo nje hapo mchana anasema Bwana shusha moto mchana wa leo, halafu ukaona wingu linawaka limetanda hii Yudomu yote, watakaoamini kwamba huyo mtumishi wa Mungu watakuwa wachache. Unaweza ukafikiri unauelewa, lakini akikukuta ndio utaelewa kwamba kumbe ni kwa kiraza. Ndio maana unahitaji ufahamu juu ya ukweli huu. Ibilisi atafanya wonders.
Na Biblia inamtaja kabisa yeye anadanganya ulimwengu wote kwenye Ufunuo sura ya 12 aya 9. Ibilisi, joka na shetani audanganyae ulimwengu wote. Ulimwengu wote maana yake wa Waarabu, wa Waafrika, wa Waasia, wa wazungu, wa watu wao ni wa jamii ya Wachina, ulimwengu wote. Yani ibilisi yuko hivi, hajui waliosoma, hajui ambao hawajasoma, kwamba ni wa taifa gani, ni wa wapi. Maana yake ni kwamba anadanganya mataifa yote. Ndivyo Biblia inavyoeleza kwenye Ufunuo 12 aya 9. Joka, ibilisi, nyoka wa zamani, audanganyae ulimwengu wote. Na ndicho kinachotajwa pia kwenye Ufunuo sura 20 mstari wa 10. Yule nyoka adanganyae ulimwengu wote akatupwa. Kwa hiyo mdanganyaji ni joka. Sio huyo mhubiri, sio huyo mnenaji. Yuko joka anayenena kwake, na ndiye anayetumia kufanya hizo ishara ambazo ni feki, ila ukiziona zinafanania kabisa. Sikiliza kitu ambacho aliwahi kufanya kwa Farao. Wakati Musa na Haruni wameenda kwa Farao, ile fimbo ambayo Mungu alimwambia Musa ukiweka chini itakuwa nyoka, halafu akamwambia shika tena kwenye mkia, ikawa nyoka. Sasa anamwambia ukienda kwa Farao fanya hivyo hivyo. Alipofika kweli akaidondosha ile fimbo, fimbo ikawa nyoka. Farao naye alikuwa na waganga wake. Wale waganga wenyewe walikuwa na fimbo zao, wakadondosha fimbo zao kwa uganga. Halafu zile fimbo na zenyewe zikawa nini? Ndio maana nikakwambia kesho usiache kuja. Hazikuwahi kuwa nyoka, ila wote waliokuwa mule waliona ni nyoka. Na hili Mungu aeleza hakuna nyoka hapa, ni ujinga. Ile fimbo ya Musa iliyokuwa nyoka ndio ikameza wale wengine wote. Alafu akabaki vile vile peke yake ile fimbo ya Musa. Alipoishika ikawa fimbo. Yaani wale waliona ni nyoka, lakini ukweli hakuna cha nyoka pale, kwa sababu ibilisi hawezi kuumba hata mchanga. Leo ndio aje aumbe nyoka kabisa, na damu inatembea, kwa sababu uumbaji hiyo ni sifa ya muumbaji peke yake. Prerogative of God is the only with power to create. Ibilisi hawezi kuumba. Ndio maana ni ishara za uongo. Anafananisha hivyo hivyo. Anaweza ukaona gari inavunguruma hapo na taa zinawaka, hakuna cha injini wala hakuna hata gari hapo, ila amecreate kwenye macho yako, unaona kabisa ni gari hiyo na watu wameketi. Hakuna cha watu humo wala hakuna chochote. Anaweza kucreate hicho. Na kwa sababu mtu akisema nimeona kabisa basi imepita hapa, tena imejaa abiria, hakuna cha abiria. Ndicho anachokifanya. Kwa hiyo Biblia inaeleza ya kwamba wengi watadanganyika. Plano to deceive. Na anafanya kwa kuleta counterfeit, bandia. Kwa hiyo wakati anafanya hivyo, anatengeneza ili kuhakikisha watu wanaamini. Ndio maana dini ya kuamini kwa kuona ishara na miujiza ni dini ambayo inatuandaa kudanganyika. Inatuandaa kudanganyika. Kwa hiyo Yesu anachotueleza, angalieni jambo hilo. Kwa sababu Yesu amemuita kwenye ile Yohana sura ile ya 8:44 kwamba ibilisi ni muongo na ni baba wa uongo. Yaani yeye ni muongo na ni baba wa uongo. Hana kweli yoyote, hana. Kwa hiyo ili ani-engage mimi nione, lazima ambatanishe ishara na miujiza, lakini ni fake yote. Kwa hiyo Yesu anaeleza, ndio kitu cha kwanza anachotuonya. Kutakuwa na udanganyifu wa kidini, mafundisho ambayo hayatakuwa salama. Na nimewapa mfano wa unyakuzi wa kisiri. Nimewapa mfano pia wa wafu wanaendelea kuishi. Kuna watu wanaamini hivyo na ni Wakristo kabisa. Wanajua kabisa mtu akifa unasikia roho yake inaenda juu mbinguni. Inaenda juu mbinguni. Roho ni nini? Kama ingekuwa mtu anakufa anaenda mbinguni, ninyi mko hapa tu, mimi nataka tu mnielewe kitu kimoja. Tuna haja ya kuhuzunika ikiwa ameenda mbinguni? Yaani mbinguni kuliko kuzuri kweli jamani. Yaani ingelikuwa mtu akifa ameenda, kuna haja ya kulia hata ndugu zako nao baki nyumbani. Yaani ingelikuwa ni sherehe. Mwenzetu jamani maisha yameshamnyokea. Mwenzetu ameshauramba.
Kama watu wanauramba tu kwenda nchi za hapa duniani, sembuse kwenda mbinguni. Subutu. Yani ingelikuwa ni sherehe tu pale nyumbani. Ni sawa wanawaambiaje wale wanaosema sisi tulimpenda lakini Mungu amefanyaje? Ampenda zaidi. Hata huyu anayesema hiyo kauli hata yajielewi. Ukitokea ukamwambia jamani, sisi tulioko hapa nani Mungu ampende zaidi? Uone hata kama yeye atatokea. Unajua ni kauli tu za kuonekana kama vile kuwafariji waliofiwa, lakini za uongo kabisa. Yaani huyu Mungu amekuwa mkatili kiasi hicho. Anapenda tu baba yako na mama yako. Mbona hajapenda na wewe na ndugu zako? Awapende kiasi hicho? Yaani ukiona zile kauli unaona kama zina matumaini, lakini za kumfitinisha Mungu na watu waliofiwa. Sio siri. Uwezi ukasema huyu amefiwa, mtoto huyu bado yuko darasa la 5 ndio anahitaji wazazi wake, ajali imepatikana wako kwenye gari wote wawili baba na mama na wote wameenda kaburini, halafu wewe unabaki hapo unasema sisi tulimpenda lakini Mungu amewapenda zaidi. Kweli? Ingelikuwa ni hivyo hakuna haja ya kulia. Ingelikuwa ni sherehe. Lakini ndio uongo unaohubiriwa leo. Ndio unaohubiriwa ya kwamba Mungu amewapenda watu, kwa hiyo Mungu akiwapenda watu zaidi anawachukua. Na kama kuwachukua ndio hivyo, mpaka na nyimbo zikaimbwa, kaburi ni mwanzo ya kuingia wapi? Kama kaburi ni mwanzo kwenda mbinguni, basi tangulia wewe. Hii tujue kabisa ni mwanzo. Wewe tangulia wewe tuone kabisa. Ndio tangulie uende. Watu hawaendi mbinguni, watangulii kwa kwenda kaburini. Biblia inasema watu wanalala kaburini. Siku atakapokuja waliolala watafuka. Lakini Ibilisi anatuambia hivi, ili tuonekane kwamba tusiwe na huzuni, anasema watu wa Mungu wameshaenda. Walipokufa amepaa. Ni mojawapo ya mafundisho. Na anafanya hivyo. Na ana tekniki za kuamini ya kwamba amepaa. Tutakuja kuangalia kesho tekniki anazozitumia Ibilisi, kwa sababu ana engage our mind, our thinking, our reasoning. Lazima nifikie hatua, na huu ndio udanganyifu mbaya, kwa sababu unafanya kwa hiari na unaupokea uongo kwa hiari ukijua kabisa ni ukweli. Unajua kabisa ni ukweli. Ni ukweli. Ni ukweli. Na ukisema kama tumpe marehemu heshima ya wakati wa mwisho, unajiuliza marehemu wanampa heshima? Lakini wanampa heshima. Sio wasomi, sio wataalamu wa dunia. Wewe nenda kwenye mikutano yao uone kama kuna mtu amekufa, nasikia jamani kwa utulivu tusimame kwa dakika moja tuwape heshima marehemu aliyefariki. Na unaona hapa mtu ana PhD. Nakani ueleze kama anadanganya Ulaya mpaka popote. Ndio uone Ibilisi alivyo. Hakuna mjanja kati yetu, nisipokuwa tumesikiliza Mungu anachosema. Vinginevyo hayupo mjanja yeyote. Atadanganya wengi. Ukienda kwenye area mbalimbali za mafundisho, utaangalia kwenye upande wa Kristo, utaona mafundisho ya kutosha lakini yasio salama, hayana ukweli wowote. Lakini angalia wangapi wanaoamini. Wengi kabisa, tena kwa ridhaa kabisa, na wanayaishi kabisa, wameyashikilia. Lakini Biblia haisemi kitu kama hicho. Anafanyaje hivyo? Ndio nikakwambia kesho utakuja kuelewa anachokifanya. Mmoja tumeona anatumia signs and wonders. Ndio maana miujiza na ishara. Ndio maana watu wa Mungu unaona wanajaa kwa wingi kwenye mikutano ya ibada, na kwa sababu nasema Yesu amenifanyia muujiza, amefanya hiki na kile, utambandua. Maana amegundua Yesu amemfanyia maajabu. Na Yesu amesema wengi watadanganyika. Kwa hiyo anaposema myaonapo hayo changamkeni, maana yake hayo yote unayoyaona sisi ni kuchangamka. Na kuchangamka nimetumia neno anakupto, tuliangalia jana. Ano maana up, kupto means unbent. Kwa hiyo ilikuwa umepinda, nyoka. Strengthen yourself, maana yake simama. Ina maana tunaishi kipindi ambacho wengi watarejea nyuma. When some people are backing up, instead of going forward, they are going backward. Backing up. Lakini sio hao tu, wengine wamekuwa kimya, shutting up. Wanapoona hayo wanakaa kimya, hawezi kuzungumza kwamba Christ is coming. Na kwa nini Yesu anakuja? Angalia haya maajabu, angalia hizo ishara, angalia hayo majanga. They have chosen to shut up, not to speak anymore. Kinachozungumza na Biblia
Kwa hiyo wakati wengine wamenyamazishwa, Yesu anataka kusema shangilieni, speak up, badala ya kuwa shut up. Hicho ndicho anakieleza. Lakini sio tu hao wananyamazishwa, people are even letting up. Wanaachilia, wanaacha ukweli, wanaacha imani, wanaacha kwa sababu ya ile joto la maisha na mazingira ya sasa. They let up their faith. Na sio hivyo tu kwamba wanaachilia, even some ambao tunaishi nao katika maisha haya, tunaoishi katika maisha haya, wanapitia kukata tamaa. Kata tamaa kabisa. Giving up their faith. Shutting up, giving up, even letting and doing what? Backing up. Yesu ametueleza cha kufanya. When you see them, akatuachia mambo manne. Asema shangilieni. Na yale maneno yako manne pale, maana yake kushangilia haimaanishi kupiga vigelegele. No, anamaanisha nini? Anakupto inamaanisha stand up. Stand up maana yake unanyoka. Anakupto stand up. Badala ya back up, anasema stand up. La pili, asema tu stand up, inua vichwa vyenu juu, look up. You stand up, then you look up. Jambo la tatu analolieleza, pray up. Omba kuelekea juu. Sawa, amelieleza pale. Jambo la nne, act up. Tendea kazi unachokiona. Hiyo ndio njia aliyotupatia. Mnapoyaona hayo yanatueleza yuko mlangoni. Signs and wonders, fake signs and wonders. Na hayo yote yanayofanyika, fake doctrines and fake teachings, Ibilisi yuko kazini. Na ukiweka na hayo yanayotokea ulimwenguni, ametuambia stand up, look up, pray up, act up. Hicho ndicho Yesu anachotueleza. Why? Ukombozi wenu umekaribia. Jioni ya leo Yesu anataka tu atueleze jambo hili kwa ufupi kabisa. Maisha katikati ya madanganyo. Kuna madanganyo ya kutosha kabisa. Nimekwambia kesho tutakuja kuingia hapo, tuangalie vizuri, tuangalie hizo physiology and anatomy za hizo fake ndani yake, ambayo Yesu ndicho cha kwanza kabisa kututahadharisha. Na ametuambia nimekwisha kuwaonya mbele. Time involved itakuwa ndani. Kairos itakuwa ndani ya kinyang'anyiro. Lakini habari za kuhusu teachings and doctrines zitaletwa katika macho ya wanadamu, kwa sababu ina involve mind and thinking. Na Ibilisi atataka cement kwa kufanya signs and wonders. Watu hawatasikiliza Biblia, watakodolea macho signs and wonders. Na Biblia imeeleza, Yesu amesema watadanganya wengi. Only solution to stand up, to look up, to pray up, to act up. Huo ndio usalama wetu katika kipindi tunachoishi. Na jioni ya leo tuna nafasi pia ya kuomba. Usisahau ya kwamba atadanganya wengi. Usisahau hicho kitu. Atadanganya wengi. Plano. Na ni Ibilisi. Na kwa sababu anadanganya wengi, tunahitaji na tuna sababu ya kuomba Mungu atujalie tusiwe kwenye udanganyifu. Haijalishi ni mtu ana miaka mingapi, Ibilisi anaweza kutudanganya kabisa. Maana yake ni kwamba ni muda wa kusikiliza neno lake. Imeandikwa, anamaanisha nini kusema vile? Itabaki kwa usalama kwetu. Tukipuuza neno lake, hakuna atakayebaki. Atadanganya wengi, tena kwa kutosha kabisa. Jioni hii ya leo tunaenda pia kuomba kwa ajili ya neno hili. Wa Mungu tusaidie tusiingie majaribuni kwa kuacha neno na tukaingia kwenye udanganyifu. Lakini bado tuja kuomba kwa ajili ya maisha yetu. Na ikiwa ni shauku yako kwamba Mungu nisaidie katika kipindi hiki tunachoishi cha udanganyifu mkubwa ambao Ibilisi anaufanya, nisije nikadanganyika. Simama jioni ya leo pamoja nami.
ikiwa jioni ya leo kuna jambo ambalo pia unahitaji kujikabidhi kwa Mungu kwa dhati kabisa, tembea tu hapa mbele. Huenda kuna jambo kubwa kabisa ambalo wewe unaona unahitaji kujikabidhi kwa Mungu. Iwe ni swala la udanganyifu wote uliokuwa unaamini kwa namna yote ile, lakini unahitaji. Iwe ni swala la kimwili, la kiafya ambalo unalifahamu wewe, njoo tu hapa. Iwe ni swala kabisa liwe la kiuchumi, wakati mwingine hata la kazi unayoifanya kwa siku 6 kwa maana ya elimu yako unayofanya. Hapo ulipofikia unahitaji tu msaada wa Mungu. Bado nafasi hii ipo kwa ajili yetu. Njoo tu hapa mbele, alafu nitakupatia nafasi ya dakika 1 uzungumze mwenyewe kwa Mungu, alafu na mimi nitaomba. Kwa hiyo karibuni tunapohitaji kuomba. Maisha katikati ya udanganyifu. Tumia dakika 1 peke yake. Zungumza hicho straight kwa Mungu wako, hicho unachotaka Mungu akufanyie kwa huruma zake. Mungu wetu, asante kwa kutuonya mbele juu ya wingu na wimbi kubwa la udanganyifu. Sisi wanadamu hatuna hekima ya kukwepa hili, kwa sababu tutaamini tukidhani ni kweli. Hatuna uwezo wa kulikabili, ila tunajisifia uwepo wako. Utuokoe na udanganyifu mkubwa wakati huu wa mwisho, maana linaashiria Kristo uko mlangoni. Sisi sote tumesimama, tutafute hifadhi mbawani mwako. Tuelekeze akili zetu kwa neno lako, na utuwezeshe kuelewa fundisho kwa fundisho, tuweze kuwa salama kwa neno lako. Jioni hii ya leo pia tunazo haja ya mioyo yetu. Kijana yule wa kike ama wa kiume, katika yote anayohitaji kwa huruma zako. Katika mikutano hii tunakuangalia wewe, bado una uwezo wa kutenda. Iwe ni afya yetu, ukatutendee jioni hii ya leo. Iwe ni kwa ajili ya kugusa akili na fahamu zetu, tuweze kuifanya hii kazi ya kusoma kwa siku 6, tukaelewe kile tunachojifunza, na kisha tutoke kwa mafanikio na ushindi. Iwe ni katika shughuli za kiuchumi sisi ama familia tunakotoka, kazi tunazozifanya ili ubariki kazi za mikono. Tunaomba Mungu wetu, ikiwa ni maarifa, utupatie kufahamu na utukutanishe na tunachoweza kupata kwa utendaji wa kazi hizi. Tunaamini katika ubaraka ya kazi unayozifanya kwetu, na utufanikishe katika kazi za mikono. Ikiwa ni kwa ajili ya mahusiano, uponyaji wako ni wa pekee. Tunaomba uponyaji utokao juu, unaoponya si tu mwili, unaponya akili na roho zetu. Ikiwa ni kwa ajili ya kushinda maisha ya dhambi, tuna nia ya dhati ya kuwa washindi katika hili. Tunaomba huruma zako na utakasaji utokao juu. Tupatie uwezo wa kufanya maamuzi imara, na kila unapotupatia ushindi, heshima na utukufu vikurudie wewe. Tubariki katika mapumziko ya usiku huu wa leo, na kama kuna lolote ambalo unatamani ututendee hata kama hatukutaja, asante kwa kuwa wewe unafanya zaidi tuombavyo. Tuhifadhi hata tena utakapotupatia wakati mwingine,
maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Asante. Mungu atubariki sana. Amani ya Bwana iwe nasi. Makambi, mtaa wa Yudom 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Na wasaa huu tumefika tamati ya vipindi vyetu pendwa. Niwakumbushe tu kwamba ratiba ya wiki nzima ni vipindi vyetu vinaanza saa 1:30 mpaka saa 4 kamili. Lakini pia tulikuwa mbashala kupitia Caring God TV, ATM Online, Lumala Hope TV. Zote hizo ni kwa ajili ya kufikisha ujumbe huu kwa watu ambao hawawezi kufika maeneo haya. Kuna media moja imesaulika, SavP TV. Hivyo basi endelea kushare, kulike na kusubscribe. Lakini pia kwa siku ya kesho tuendelee kualika marafiki zetu waendelee kuhudhuria makambi haya, maana bado tuko mwanzoni sana. Ukimwalika atakuwa hajachelewa kupata mibaraka pamoja nasi. Na wageni wote tunapenda kualika tena muendelee kuhudhuria, na nyote mnakaribishwa katika mikutano hii inayoendelea mpaka siku ya mwisho, na Mungu atawabariki. Tunapotawanyika, The Brothers watatuongoza kwa wimbo, lakini viongozi wote wa TUCASA tutabaki eneo lile pale kwa ajili ya kukutana na mwenyekiti. Basi tufumbe macho tupate ombi. Tuombe. Asante Mungu Mwenyezi kwa ajili ya vipindi vya siku ya leo, tunasema ni asante. Haya tuliweza kujifunza, tukayaishi na kufanyia kazi, na hata kuwafundisha wengine katika maisha yetu. Endelea kwa pamoja nasi na uendelee kuturudisha, ili wiki yote hii tuweze kuhudhuria na tuweze kuyapata yale yote uliokusudia tujifunze kwayo. Tunashukuru kwa kuwa utaendelea pamoja nasi. Ndivyo tuombavyo kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Lulu.